This is JK Philosophy, peace be upon you all. Hino video ni kuhusu ile jumba ambayo litaporomoshwa. Ninataka kuporomoshwa siku ya pili kutokana na ino video ambayo inafanywa. Na hilo jumba liko Kilifi Kona hapa Mombasa, Ndia ya Bondeni. Na kuna rumors nyingi ambazo zimejitokezea kuhusu hino kesi kama hino. Na rumors ambazo zimetokezea ni kwamba Mombasa mitanga yake yako weak, ama Mombasa ile landscape ama foundation ya Mombasa iko very weak kujenga magorofa ambayo inazidi flat 6. Lakini ila ukweli ni kwamba that is very far from the truth. Kuna majumba ambayo yamejengwa karibu na beach. Kwa mfano jumba moja pale Maduba Beach utakuta liko na flats zaidi ya 10 na liko very strong na very stable. Kwa hivyo sababu ya kusema michanga yako weak kama landscape ni ya island, that is not the reason why jumba za Mombasa zina collapse. Tuangalie ruma nyingine ni kwamba watu wengi wanasema kuna majumba mengi ya Mombasa ambayo yanaanguka, magorofa yana collapse. Na la ukweli ni kwamba mimi sahi for 31 years ambao niko hapa Mombasa hakujawahi kutokezea hata nyumba moja iliyoporomoka. Jumba liloporomoka ni lile jumba la Marikiti, na sababu ya kuporomoka ni kwa sababu kulikuwa na construction ambayo inafanyika next to that building, na hiyo construction walitimba more than 20 feet. Na kwa sababu ya hiyo kutimba ndio maana ikasababisha jumba next to it kucollapse. Kwa hivyo haikucollapse kwa sababu ya landscape ya Mombasa ama ni island ama kwa sababu ya mitanga yake. No, ili collapse kwa sababu ya ile construction next to it. Tuangalie ili jumba sahi ambao lataka kuangushwa. Kitu cha kwanza ni kwamba ile foundation ya ino nyumba, the first flat, yani building ya kwanza kabla haijajengwa flat zingine, ni kwamba building la kwanza lilikuwa ni la zamani sana. Okay, ukiuliza mtu yote pale majirani ya pale pahali atakwambia lile jumba la kwanza kujengwa ni kwamba lilikuwa very old. Kwa hivyo wakajenga flat 8 juu yake bila kutengeneza foundation. Sababu ya pili ni kwamba waliwahi kutengeneza floor 6. Kwa hivyo 6 flats waliwahi kutengeneza, lakini hizo floor 6 wakaambiwa na county hino building inaweza tu kujenga floor 6. Mwaka ujao wakasema tutaongeza floor 3, of which the foundation, according to the planning and the foundation of that building, was not supposed to sustain those 3 additional flats. Kwa hivyo it's not a matter of the sand of Mombasa ama sijui the landscape of Mombasa, si kwa sababu ya hivyo. Angalieni for Jesus, imetengenezwa na Portuguese. I don't know if it is in the 16th century. I think it was 16th or 17th century. Na Omani wakapiga cannons kwenye ile walls of Fort Jesus na haya kuanguka. Kwa hivyo shida tena ukiangalia ile Fort Jesus, it was made on the shores of the beach. It was made on the shores of the ocean, of the Indian Ocean. Na Fort Jesus haikuanguka. Rumors kwamba sijui mitanga ya Mombasa sijui yako na nini. Au watu wote ambao nasema hivyo ni watu outside Mombasa. Njooni Mombasa kuna floors zaidi ya 10 floors. Pale Maduba ambayo iliyojengwa kwenye beach ni more than 10 floors kama 13 floors na iko sawa. Okay? Kwa hivyo la ukweli ni kwamba hakuna jumba lote lingine lililoanguka Mombasa. Jumba liloanguka Mombasa ni moja peke yake, na lilianguka kwa sababu ya ile construction iliyofanya karibu na hiyo jumba. I'm talking about the building near Mackinnon Market. Hiyo jumba karibu na hiyo ilikuwa nini? Iliharibu foundation ya mwenzake. Unafahamu, ilikuwa yajenga foundation ikaharibu mizizi ya nyumba mwenzake ndio kaanguka. Okay guys, kwa hivyo wacheni rumors, njooni Mombasa muone kuna majumba mengi more than 10 floors. Lots of building are more than 10 floors.